Nashukuru Mungu amenipa neema tena ya kukutana na wewe katika kipindi chetu, na somo letu la leo litatoka katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 26. Tutasoma kuanzia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla hatujaingia katika somo letu la leo tumeligawa mara 4. Tutasoma hiyo Mwanzo sura ile 26, tutaanza mstari wa kwanza hadi wa 6. Baadaye tutaendelea mstari ule wa 7 hadi wa 11. Baadaye tutaendelea ule mstari wa 12 hadi 16. Baadaye ndio tutamaliza na ule mstari wa 17 hadi 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Na somo letu la leo tumelipa jina Mungu atafanya uongezeke. Mungu atafanya uongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaanza somo letu sasa katika kitabu hicho cha Mwanzo sura 26 ule mstari wa kwanza. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hii yote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi yote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba kulitokea njaa na ukame. Njaa ilikuwa kali sana. Isaka akahamia Gerari. Akafikiria, nitakaa hapa kwenye njaa hivi? Akasema hapana. Akaenda kwa mfalme wa Filisti Abimeleki. Lakini Mungu akamtokea, akamwambia kwamba usiende Misri, kaa katika nchi hiyo nitakayo kuambia. Na pale alikuwa mgeni, hajuani na watu, kuna asili tofauti na ya kwake, hajui mazingira, lakini Mungu anamwambia kwamba kaa katika nchi hiyo ya ugeni, usiende Misri. Kwa sababu kitu kilikuwa kinampeleka Misri ni njaa, kwa sababu pale alipokuwa kuna ukame. Na Mungu akamwahidia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, ukae hapa usiende Misri, nitakuwa pamoja na wewe na nitakubariki. Najua hujuani na watu, lakini nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ahadi zote nilizomwahidia Ibrahimu nitakupa wewe, nchi yote na uzao wako nitauzidisha kama nyota za mbinguni. Kwa hiyo Isaka, wewe umebarikiwa, ndani mwako mna baraka, kwa sababu baba yako Ibrahim alitii na kuzingatia maagizo yangu. Kwa hiyo usiende Misri. Na Isaka akakaa Gerari. Kumbuka huko Gerari kulikuwa na njaa na ukame, lakini Mungu anamwambia kwamba kaa hapo nitakubariki. Na Isaka akakaa Gerari na akaanza kufanya kazi yake ya kulima mahali pale. Lakini kumbuka, Isaka alikaa Gerari kwa agizo la Mungu. Ndiyo maana Mungu anapokutembelea haangalii ripoti ya madaktari nasemaje, haangalii umekuwa na ukame kiasi gani, haangalii kwamba una pesa au hauna pesa. Zamu yako ikifika, hata upo katika njaa, upo katika ukame, Mungu hakikujia utazaa na kuongezeka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njaa, kuna ukame, lakini Mungu anamwambia kwamba kaa hapo nitakubariki. Inawezekana na wewe unapitia katika ukame. Unaangalia hii familia yangu itafanikiwaje? Hii ndoa yangu itafanikiwaje? Lakini Mungu anasema kaa, kwa sababu Mungu anaweza kufanikisha mtu yoyote. Mungu ni Mungu aliyemwambia Isaka kwamba usiende Misri, kaa hapo katika nchi ya ugeni, nami nitafanya uongezeke. Na Isaka akakaa Gerari. Na mwezi huu Mungu atasababisha ili uweze kuongezeka, ili uweze kupanuka. Kwa hiyo usiangalie mazingira yako,
Usiangalie kazini wanasemaje. Usiangalie daktari anasemaje, uchumi unasemaje. Angalia Mungu anasemaje. Kwa sababu hata kuwe ukame wa namna gani, hata kuwe njaa, Mungu ni Mungu anayesababisha watoto wake wazae na kuongezeka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee na somo letu katika ule mstari wa 7. Tunasoma Mwanzo sura ile 26. Tumeanza mstari ule wa kwanza hadi wa 6 na tunaendelea na mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema, ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu. Watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamuita Isaka, akasema, yamkini huyu ni mkeo. Mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Vijana mnasikia hapo? Abimeleki akasema, ni nini hii uliyotutendea? Labda mtu mmoja wapo angelilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungetutia hatarini. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote, akisema, amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Abimeleki akamuuliza Isaka, huyu Rebeka ni nani yako? Kwa sababu Rebeka alikuwa mzuri wa uso, na wanawake wazuri kipindi kile wote walikuwa wanapaswa wawe wake wa mfalme. Abimeleki akamuuliza Isaka, huyu Rebeka ni nani yako? Isaka akasema, ni dada yangu, wakati ni mke wake. Sasa siku moja Abimeleki alivyokuwa anachungulia dirishani, akamuona Isaka anacheza na Rebeka. Alivyoona michezo yao, akagundua kwamba huyu ni mke wake. Abimeleki akamuita Isaka, akamwambia Isaka, kwa nini umetufanyia hivi? Kwa nini hukutuambia ukweli? Labda mtu mmoja hapa angililala na mke wako bila kujua, ujue kama ungetutia hatarini. Lakini Isaka alifanya hivyo kwa kuogopa kuuawa. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote kwamba amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Unaona jinsi Mungu huwa anatetea kile ambacho ni cha kwako. Anapokutembelea analinda hadi mali yako. Mkeo ni mali yako, mumeo ni mali yako. Kama una mke wa mtu au mume wa mtu, rudisha, hiyo sio mali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupanda kwenye hiyo ndoa, dada yangu, kaa pale. Mungu amekupanda kwenye hiyo ndoa, kaka yangu, kaa pale. Labda uwe umejipanda mwenyewe. Isaka hakujipanda mwenyewe, bali Mungu alimwambia kwamba usiende Misri, kaa hapo katika hiyo nchi ya ugeni nami nitakubariki. Kwa hiyo wewe uliyotaka kuacha kazi, Mungu anasema kaa pale. Yoyote atakaye kugusa atakuwa anamgusa Mungu. Na hivyo ndivyo Mungu huwa anatetea watu wake, huwa anapigania watu wake ambao amewapanda. Na kwa sababu Mungu amekupanda pale ili ulete nuru yake, amekupa nuru ili uende ukafanikiwe. Kwa hiyo Mungu, kwa chochote utakachokwenda kukigusa, Mungu atakwenda kukibariki, atakwenda kukilinda. Kwa hiyo wewe kaa hapo ili ufanikiwe. Kwa hiyo wewe usijiulize kwamba itakuwaje, inawezekana watu wakachukua mali yangu. Hakuna mtu wa kuchukua mali yako. Mwachie Mungu, Mungu atalinda. Mwachie Mungu apigane nao. Amgusaye mtu huyu wala mkeo lazima atauawa. Mungu atafanya kwa kile kitu ambacho amekupa ili uende ufanikiwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, tuendelee na somo letu katika ule mstari wa 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hawa Wafilisti wakamuhusudu, ina maana kwamba wakamchukia.
na vile visima vyote walivyovichimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Mungu atusaidie sana. Unajua, kuongezeka kwako kunatisha sana. Unakuta watu wanakuchukia tu na wewe hujawachokoza. Unakuta mtu anakuchukia tu na hauna tatizo naye, na kitu ambacho huyu mtu anasababisha akuchukie ni kwa sababu ya kuongezeka kwako. Hujamtukana, lakini mtu anakuchukia tu. Inawezekana labda Mungu amekutembelea, biashara yako Mungu amepanua, Mungu ameiongeza. Unakuta mtu anachukia, anataka akuone katika maisha ya kulialia, akuone katika maisha ya chini. Unakuta mtu ndo anapata amani, mtu anafurahi. Hata watu wakimuuliza kwa nini uwagu unamchukia huyu mwenzako, unakuta hana sababu ya kusema, anasema namchukiaga tu, nikimuona simpendagi tu. Mungu atusaidie sana. Na ni kwa sababu ameona mafanikio yako, anatamani afikie pale ulipo, lakini hawezi kwa sababu ya roho yake mbaya. Kwa hiyo atuishi kwa makasiriko, atuishi kwa chuki, na Mungu atazidi kukubariki. Isaka Mungu alizidi kumbariki. Katika mwaka wa ukame akapanda mbegu na akavuna mara 100, na akawa na mali za kondoo, akawa na mali za ng'ombe, akawa na wafanyakazi wengi sana, hadi Wafilisti wakamchukia. Kwa hiyo inawezekana watu wengi wanakuchukia kwa sababu ya kufanikiwa kwako. Kwa hiyo usimlaumu Mungu. Usimlaumu Mungu kwamba Mungu, mbona umenibariki na watu wanaanza kunichukia. Usifanye hivyo. Jifunze kwa Isaka, kwa sababu Mungu anakwenda kufanikisha katika viwango vya juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, unakuta mtu anakuchukia tu, anakuonea wivu tu. Kwa hiyo unapoanza kuona watu wanakuonea wivu, kumbuka kwamba tulijifunza somo hili, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu tu. Waliposhindwa na Isaka, wakaenda kufunika visima vya maji vya baba yake Ibrahim ili maji yasitoke. Roho ya wivu tu, roho ya wivu tu, roho mbaya tu. Na walimchukia wenyewe, walimkataa wenyewe, wakamfukuza. Lakini kwa sababu ya kufanikiwa kwake, wakaenda kuziba vile vyote visima vya maji vya babake Ibrahim ili maji yasiweze kutoka. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema kwamba wewe umekuwa tishio kwetu, wewe umekuwa na nguvu nyingi kuliko sisi. Kwa hiyo ndio maana kuna wakati mwingine unapoona watu wanakufukuza, watu hawakutaki, kuna uwezekano una nguvu nyingi kuwaliko, ndio maana wanakufukuza. Hiyo inawezekana ikawa hivyo. Kwa hiyo unapokwenda mbele za Mungu, usiende mbele za Mungu na maombi manyonge. Usiende mbele za Mungu na kulialia. Enda mbele za Mungu kwa kumshukuru Mungu, kwa kumwambia Mungu na kushukuru kwa kibali ambacho umenipa cha kunifanikisha. Kwa hiyo naomba Mungu unipe nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea na baraka za Isaka. Watajaribu kukuweka chini, lakini hawataweza. Watakukuta uko juu, kwa sababu ndani mwako mna mbegu ya kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, tumalizie somo letu sasa na ule mstari wa mwisho. Tumesoma ni Mwanzo sura ile 26. Tumesoma mstari wa kwanza hadi wa 16, na sasa hivi tunakwenda kumaliza ule mstari wa 17 hadi 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi, akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo
akakiita jina lake akakiita kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania hicho nacho tena, akakiita jina lake Sisna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaka alivyofukuzwa akahamia Gerari, na akaanza kuvichimbua vile visima vya maji vya baba yake Ibrahim. Mtu ambaye ndani mwake mna mbegu ya kuongezeka, popote atakapokwenda atafanikiwa. Alienda ugenini, hajuani na watu, kuna asili tofauti na ya kwake mahali pale, akaanza kufanya kazi zake mahali pale, na Mungu akambariki. Ukiwa na mbegu ya kufanikiwa ndani mwako, kwa sababu ni Mungu amekupanda, popote utakapokwenda utafanikiwa, na hakuna mtu atakaye kuzuia. Pokea mbegu ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Pokea mbegu ya kufanikiwa mwaka huu. Pokea nafasi yako ya kuongezeka mwaka huu katika jina la Yesu, kwa sababu ndani yako muna mbegu ya kuongezeka, na hakuna mtu atakaye kwenda kukuzuia, kwa sababu ndani mwako muna mbegu ya kuongezeka. Na iwe kwako kama unavyoamini katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana.